Karibu kwenye chaneli yetu ya Liwoko Channel kiwa chini ya udhamini wa Neerich Invest Media. Chaneli hii inahusu mahusiano. Kuna mahusiano ya ndugu na ndugu, kuna mahusiano ya mapenzi, lakini kwa leo tutazungumzia mahusiano ya familia. Familia, mke na mume. Ila hasa nitabezi kwa mama, kwa mke. Kwamba mwanamama akae kwenye nafasi yake. Unapokuwa mwanamke ndani ya nyumba, umeolewa, hebu kaa kwenye nafasi yako. Kukaa kwenye nafasi yako kwa maana hii, kufanya majukumu yote ambayo yanakuhusu wewe. Haijalishi una msaidizi ndani ambaye ni mdada wa kazi au una. Lakini mahitaji yako wewe, yani mahitaji ya mumeo kwako ni muhimu sana. Usije ukajisahau majukumu ya kwako kwa mumeo ukampa mdada wa kazi. Majukumu ya kwako kwa mumeo ukampa mdogo wako wa kike amhudumie mumeo. Dunia imebadilika sana sana. Wale wanaume unaowafikiria sio hawa walioko sasa. Kwamba anaweza akakaa na mdogo wako wewe ambaye ni shemeji yake, akaona kwamba ni shemeji yake, lakini kwa namna ambavyo watazoeana kwa mfumo wa kuhudumiwa, kitakachotokea utajuta kuzaliwa. Hautaamini, lakini itakulazimu uamini kwa sababu kitakuwa kimeshatokea. Jitahidi hata kama unafanya kazi ya namna gani, tenga muda wa kufanya shughuli zinazomhusu mumeo, ikiwemo chakula, nguo zake za kuvaa, maandalizi ya mumeo, uyashiriki wewe kikamilifu. Hata kama kwa muda, nguo za kuvaa kesho unaweza ukaziandaa leo. Sawa? Chakula muda umechelewa kurudi, dada wa kazi kapika chakula, wewe mtengee mumeo. Usijifanye umechoka, usijifanye wewe uko bize kuliko hata huu bize wenyewe, kwamba kwa sababu tayari mna familia, mna watoto, basi unaweza tu kumwachia yeye mwenyewe mfanyakazi ndo akawa anamtengea pale. Ndugu yangu, dada yangu, mama yangu, utakuja kujuta. Kaa kwenye majukumu yako, usiyakwepe. Kazi ni nzuri sawa, lakini lazima ujue namna ya kubalansi kazi na kubalansi familia. Watoto wako ni wakwako wewe. Wako wafanyakazi wengine si waaminifu kwa watoto. Unamwachia mtoto nenda kazini, lakini anachofanyiwa nyuma wewe hujui. Na unarudi pale bado mtoto yuko na dada wa kazi. Wewe uko bize, umemaliza, umetoka kuoga, umefanyeje, hata mume wako hauna habari naye, una kazi kuchezea simu. Hiyo ni hatari kwenye ndoa yako. Kama unaipenda, acha haya mambo. Mpaka nakuja kuwaletea haya, ni kesi nyingi sana zimekuja kwangu za namna hiyo. Kuna mwingine hivi karibuni atakuwa anajijua ama hajijui, siwezi kutaja kwa sababu sina ruhusa hiyo. Analalamika kwamba mwanaume hamjali, hampigi simu, wakati kipindi cha nyuma haikuwa hivyo. Hamtumii hata meseji. Wote wanafanya kazi, lakini kulikuwa na mawasiliano. Akimtumia meseji hajibu kwa wakati. Ni mumewe na wamezaa naye. Kwa nini? Kampa nafasi mfanyakazi. Yaani mfanyakazi kachukua nafasi ya nyumba, kupika, kufanya usafi ndani, kumtengea baba nguo za kuvaa. Kwa hiyo mfanyakazi kachukua nafasi ya mama, alafu sasa hivi mama anakuja analia, anakuja kwangu, mimi nakusaidiaje? Jitahidi, kaa kwenye majukumu yako, kaa kwenye nafasi yako. Yaani ukiona hii ni nafasi yangu kudeki chumbani kwetu, deki. Ni nafasi yako kutandika chumbani kwenu, tandika. Ni nafasi yako kumtengea mume, mtengee. Tunachotaka ndoa idumu, muwe na familia njema, maisha yaendelee, muwe na maendeleo, muwe na uchumi mkubwa. Familia yenye magomvi haiwezi kufanikiwa. Na hata ikifanikiwa, hayo mafanikio hayana baraka.
hatupendi watu wafikie huko. Tunataka kila mtu awe na familia bora, awe na maisha mazuri, awe na maendeleo. Kinachotakiwa ufate haya ninayokuambia na niliyokushauri. Jitahidi kukaa kwenye nafasi yako, mwanamama, mwanadada ambaye uko kwenye ndoa. Hata kama muda umekubana namna gani, jitahidi. Usipende kumwachia mdogo wako, usipende kumwachia mama yako mdogo. Wanaume hawaeleweki. Huyo unayemuona wewe mumeo ana heshima zote, anaheshimiwa huko ofisini kwao, wakifika hapo baba karudi na nini. Ukimwachia tu mdogo wako, huyo anapita naye mpaka uje kujua yameshafika shingoni. Usicheze na mwanaume kabisa. Ni kiumbe ambaye huwezi kumwamini namna alivyo ndani ya moyo wake. Ana heshima zote kwenye uso. Ana ustaarabu wote wa macho, muonekano, kuvaa na kila kitu. Lakini kwenye eneo hilo wachache sana ambao wanaweza kuperform vizuri, wakaweza kuishi kweli na hao watu kwa staili hizo. Lakini asilimia kubwa walio wengi, ukimwacha yani huyo, hata mama yako mdogo akae naye hapo, wazoeane tu vizuri, wakianza masiala, mwisho wa siku imeisha hiyo. Mpaka unakuja kushangaa, hivi mama kweli anaamua kunifanyia mimi kitu kama hichi kweli? Kumbe hapana, wewe uliachia nafasi. Ulitoka kwenye nafasi yako. Jitahidi usitoke kwenye nafasi yako. Sawa? Usitoke kwenye nafasi yako, kaa kwenye nafasi yako, na mfanya kazi naye akae kwenye nafasi yake, umuelekeze kazi zake za kufanya. Sio kila kitu mdada wa kazi, sio kila kitu ndugu yako aliyokuja kukutembelea ndo afanye. Hapana. Wewe nyumba ni ya kwako, familia ni ya kwako, na hao ndugu wamekuja kwa wewe kupenda na wamekutaarifu. Kwa hiyo waache wakae kwa wakati wao. Sio kwamba wasifanye kazi, hapana, no. Wafanye kazi, lakini zile kazi ambazo zinawahusu na wao wana nafasi yao hapo. Asante sana kwa kunisikiliza. Kwa majina yangu naitwa Jeremiah John Ligoko. Asante. Bye.